Respect love, heshimu mapenzi yasikumize, yasiniumize na mimi. Sijambo mwenzangu, nataka nikwambie kitu. Nimeshamfahamu anayejifanya mchumba wa Maya. Wacha we. Ni nani huyo? Ni kijana mmoja anaitwa Chris. Ni rafiki mkubwa sana wa Maya. Mtaani wamezoea kumuita Yuda ama Yuda Chris. Yaani yule kijana, pesa ikiwekwa mezani, haoni hatari kukusaliti? Mbona hiyo hatari? Kama huyo Chris ndo ana tabia za Yuda, naamini atalivunja hata hilo penzi. Hatoweza. Kwa nini asiweze? Wakati alifanikiwa kumsaliti Yesu. Umesahau, Maya mwenyewe yuko kama panya. Anauma huku anapuliza. Sawa, lakini Waswahili walisema, chombe chombe yamaliza gogo. Hilo nalitambua shoga yangu. Ndio maana nataka nikaonane na Chris. Nimuonye aache tabia hiyo mara moja. Atakubali kweli? Kumbuka amelipwa. Kitendo cha kufahamu mimi nimeshajua. Atasitisha kila kitu. Maana ananiheshimu sana mimi yule kijana. Hakikisha umefanikiwa rafiki yangu. Shoga yangu, toa wasiwasi. Hesabu hilo limeisha. Kwa hiyo kamwambia wewe hani na mimi ndo bibi wako? Ndio. Nikaona mtu anakunja ngumi. Nikisema nataka kunipiga baada ya kumwambia hivyo. Sio kwamba alikunja ngumi ya kupiga. Yale maneno uliyomwambia alichoma moyo wake. Ndio maana alikunja ngumi kuzuia maumivu, damu isimame. Okay. Na nilipokuja kumuuliza zaidi sasa, nilipomwambia kuwa kama uamini ni kuoneshe picha na video ambazo nipiga naye za faraga. Kwa hiyo ilikuwaje picha na video hukuwa nazo? Nilipotoa simu mfukoni, wakati anaanza kutoa pattern akanishika mkono. Akasema kuwa hakuhitaji vitendo, maneno yalitosha. Hawakukosea waliokupa jina la Yuda. Walikuwa wako sahihi, yani hapo ulimaliza kabisa. Mwenzako sauti ilibadilika ikawa ya huruma kama vile omba. Akasema kuwa anatakiwa uhusiano mwema wenye mafanikio tele. Nikasema asante kwa dua zako. Ila nikamwambia kuwa ukome kumpatia bibi wangu. Na ukumbuke kuwa lile jimbo tayari na mtu ninaumiliki. Na miliki mwenyewe ni mimi ndo diwani, ndo mbunge, ndo waziri. Na muda sio mrefu nitakuwa rais kabisa. Akaondoka hata kuaga. Maskini Jeo. Hakujua tunamchezea mchezo. Ndio ajifunze kuheshimu hisia za mtu. Analeta mapenzi ya Kikorea na Kihindi hapo. Mimi nafikiri lengo limeshatimia. Ameshaumia. Na wakati wa kuteleza penzi lenu, bado nataka akate tamaa kabisa. Ajua tuwezi kuwa wapenzi tena. Najua sasa hivi atakuwa anaongea na picha yangu, lakini haitasaidia. Itasaidia sana kitu picha hata iongei. Ndio hapo sasa najisumbua tu. Si sana kumpigia mbuzi gitaa ili acheze. Nakwambia ataisoma namba na hatajua ni namba ipi. Acha nayo mbwa huyu hata sikusumbue. Mwanzo uliponiambia kwamba una mpenzi, mimi sikuamini. Na hata uliponipa namba yake nikaongea naye, pia sikuamini. Lakini baada ya kuonana naye imenifanya niamini, kwa sababu tayari nimemfahamu mpaka jina lake. Anaitwa Chris au Yuda Chris. Mimi niwatakie mahusiano mema na naombeni mnisamehe. Ila kitu kimoja tu, nimekuacha bila kufunika na mwamvuli japo jua kali, ila mimi sina jinsi. Unajisikiaje unapoongea na picha ya mtu bila idhini yake? Alafu mimi ni mpenzi wa mtu. Maya, tatizo ni kuongea na picha yako pasipo idhini yako au pasipo idhini ya mpenzi wako? Pasipo idhini yangu sio tatizo, ila kuongea na picha yangu bila idhini ya mpenzi wangu ndio tatizo. Mimi sikufahamu hilo. Unafikiri akifika utamwambiaje? Mimi nitamueleza. Nilikuwa naongea na picha yako, lakini kwa sasa nimefahamu kwamba wewe una mpenzi Maya. Haya, nieleze. Imekujibu nini baada ya kuambia hivi? Haijanijibu chochote, lakini imenielewa. Kwa sababu kimya nao nijibu. Sasa unataka inijibu kwani picha inaongea? Kama haiongei, kwa nini uieleze? Najua mwenyewe kwa sababu gani nimeieleza. Hivi unafahamu kitu kisichoongea pia hakisikii? Una maana gani? Kama hakisi jua kali wala baridi kali, kitaelewa unachokieleza? Maana yako ni nini?
Yaani ninachokifanya sikielewi, si ndio? Mimi naona unakula ugali kwa picha ya samaki. Unamaanisha mimi nakula kwa macho, si ndio? Ndio, kama umeambiwa jimbo lina mwenyewe, bado unaendeleza kampeni na uchaguzi umeisha. Kwa nini usionekane unakula kwa macho? Kama kweli wewe ni mwanamke wa ajabu sana. Yaani atakaye kuoa wewe ajipange. Respect love, heshimu mapenzi yasikumize, yasiniumize nami. Respect love, heshimu mapenzi yasikulize, yasinilize nami. Hujambo Chris? Sijambo mama, shikamoo. Marahaba, mzima? Mimi mzima, sijui wewe. Nzuri za masiku. Mimi namshukuru Mungu kwa kweli. Ndio. Angel ajambo. Angel ni mzima wa afya kabisa. Ana taarifa kuhusu wewe kuongeza mke wa pili? Mke wa pili? Sasa swali juu ya swali. Badala jibu baada ya swali. Mimi nashangaa wananiambia kuongeza mke wa pili. Kwani uongo? Mimi nataka kuongeza mke wa pili wapi mama? Mangoni uongo. Mimi sina hata mpango kuongeza mke wa pili. Dini yangu yenyewe inahusu kuongeza mke wa pili mama wangu. Kwa hiyo mwanangu Maya unamchezea tu, huna mpango wa kumoa, si ndio maana yako? Tuna mashine yote ya kipenzi mimi na Maya mama wangu. Mbona ulikutana na JM ukamwambia aache kumfuatilia Maya, ni mpenzi wako na mna mpango wa kuoana? Kumbe Maya alinilipa nijifanye mpenzi wake kwa lengo la kumuumiza JM, kulingana na kwamba JM alishamuumiza yeye, akamsifia mwanamke mwingine kwamba ni mzuri kuliko Maya. Kwa hiyo zikumbe zile sifa zilikuwa za Maya mwenyewe. Kwa hiyo mimi nalipiza tu. Kwa maana hiyo hamna mahusiano, alikuwa analipiza tu. Huo ndio ukweli mamangu. Mimi nimeacha na mahusiano yoyote ya kimapenzi. Sasa vipi kuhusu JM? Analifahamu hilo? Kuhusu JM kulifahamu hilo? Hamna, alifahamu. Sasa itakuwaje JM akafikia kukata tamaa na kuamua kuachana na Maya? Huoni kwamba utakuwa wewe ndio sababu ya kuvunjika kwa mahusiano yao? Alinieleza kwamba akiona JM amekata tamaa, anamfuata na mweleza ukweli kwamba alikuwa analipiza tu. Kuanzia sasa hivi Na sitaki kusikia jambo hilo tena. ndio. Naomba hapo mlipofikia muishie hapo hapo. Naomba ujitoe. Ndio. Na naomba uniahidi umshauri Maya aachane na kisasi, la sivyo nitamwambia Angel. Sasa mama, kwani tufikie huko? Sasa Angel ya nini? Hapana mama, mimi nakumsaidia kumwambia Angel. Mimi nitahakikisha namshauri Maya aachane na baada kulipa kisasi. Na iwe hivyo. Na ninachokuomba usimwambie Maya kama nimekushauri jambo hili. Kwa hilo mamangu usijali. Mimi ndio Yuda Chris, bendera fata upepo. Yaani kwa hilo mamangu limeisha. Yaani nitamshauri Maya aachane na baada kulipa kisasi. Na nitahakikisha mapenzi yao yanarudi kama alivyokuwa zamani. Sawa, ukienda nyumbani salimia sana Angel. Haya mama, usidali zimefika hizo. Haya Mama, karibu tena. Asante. Mama, najitahidi bwana ununue gari wewe nitapata kutengenezea. Acha nile hivyo kwa kuwa sasa hivi na hamu ya kula. Wanasema kitaalamu ule unapohisi njaa. Nilishahisi mwanzo. Siwezi nikasubiri nihisi tena. Lakini ukumbuke mimi nimepika wali. Na wewe wali unasema nicheka na watoto. Haya niambie, na wewe ni mtoto? Mama, mimi sitaki kucheka. Na maumivu. Maumivu ya nini tena? Nimetoka kuonana na Chris, ambaye ni mpenzi wa Maya. Nimeongea naye na amenithibitishia kuwa ndio yeye mama. Na isitoshe, nikaondoka, nikaenda kuonana na Maya. Na akanieleza kwamba ndio yeye mpenzi wake. Na wana malengo mazuri ya kuoana mama. Pengine haikuwa bahati yako muoe Maya. Kikubwa utafuta msichana mwingine, uongee naye, mfunge ndoa kuliko kuendelea kumwaza mwanamke ambaye ana mpenzi wake. Sawa mama. Kwa sasa nile kwanza, wazo lako nitalifanyia kazi. Mambo Yuda Chris. Homa, karibu. Asante. Mzima? Mimi mzima wa afya. Nashukuru kuitikia wito. Wanasema itikia wito, kataa nini? Bila shaka nitakachokwambia utakikubali. Haya, nakusikiliza. Kwanza agiza kinywaji upoze koo.
Unaamini utakachoniambia kitaniletea kiu? Tena kiu kali sana. Nilikuwa vizuri kama ungeagiza. Kwa taarifa yako, mwili wangu una maji ya kutosha, kwa hiyo sitasikia kiu. Haya sawa, nitakwambia. Haya, Yuda Chris, nakusikiliza. Ile jina la Yuda ni la msaliti. Kuanzia sasa sitaki kusikia mtu ananiita hiyo. Sijui umenielewa? Maana yako unataka libaki Chris peke yake? Of course, ukipenda niite Chris Samuel. Mimi ningeona lingebaki lile la Yuda Chris. Lile lingine halitaendana na kazi yako. Kazi yenyewe naacha. Uko serious unachokizungumza? 100%. Kweli? Ukiona umetenda dhambi sana, inatakiwa uache. Kwa sababu labda kifo kinakuja, kwa unahitaji kutubu. Okay, wazo zuri, nikupongeze. Asante sana. Ila ukumbuke kazi yangu hujaimaliza. Umalize kazi yangu kwanza, ndio uache. Siku zote binadamu hawezi kumaliza mambo yote. Hata akipewa miaka bilioni 4 ya kuishi duniani, hawezi kumaliza. Nini maana yako kusema hivyo? Mimi naona bora niachie hapa kwako. Kwa maana nahisi kama tunatanga maji kwenye kinu tu. Kwamba tutafanikiwa ama? Hapana. Sina maana hiyo. Mimi naamini kuwa kumuumiza JM mtu anayekupenda ni sawa na kujiumiza wewe mwenyewe. Ni bora ukaachana mambo yote, mkaendeleza penzi lenu ili kutimiza ndoto zenu hata za kuoana. Eti? Wewe ndio kusema hivyo? Nasema hivyo kwa sababu hata wazazi wenu wanaamini kuwa nyinyi mnapendana sana. Sasa nini kuumizana? Na siku zote usikalili ile msemo ya wengi isemayo kwa mtenda utendwa. Sijui muumiza uumizwa. Sijui umenielewa? Naomba acha upumbavu. Hivi kwa nini unaniambia mimi? Fikiria nilichokwambia. Na usisahau kuwa kazi ndio nimeacha hivi. So kwako tu, ni kwa mtu yote yule. Na jina langu litabaki lile lile. Chris Samuel. Sijui umenielewa? Unasema hivi kwa sababu sijakulipa na nilimpa hela yangu atanirudishia. Mhudumu, letee kreti moja la soda. Tena hiyo aina moja. Usiniulize za baridi au za moto. Respect love, heshimu mapenzi yasikumize, yasiniumize nami. Respect love, heshimu mapenzi yasikulize, yasinilize nami.